ya ulimwengu. Hujambo mtazamaji wa Don TV, karibu katika mahojiano ambayo tuko hapa kanisani. Kama ambavyo unaona, Nuru ya Ulimwengu ndilo kanisa ambalo linakupa uponyaji lakini pia miujiza na kufunguliwa katika maisha yako ya kiroho. Leo tutaenda kuongea na nabii mwenyewe Prophet Doni ambaye yupo hapa. Ataenda kutuelezea mengi ambayo anayafanya hapa katika kanisa la Nuru ya Ulimwengu. Kama ambavyo tunaelewa, watu wengi wamekuwa wakitoa shuhuda katika Jumapili ambazo wanahudhuria hapa kanisani, lakini pia wengi wamefunguliwa na wengi wamemwona Yesu kupitia mtumishi huyu wa Mungu. Kwa hiyo tuna mengi ya kuongea naye na mengi sana atatuelezea, lakini pia waumini wenyewe pia watatuambia ni nini ambacho wamekiona tangu waanze kusali hapa kanisani, lakini pia wamefunguliwa nini katika maisha yao. Yote hayo tutaenda kuyafahamu hapa kupitia Don TV. Usisahau kuwa pamoja nasi, lakini jambo la muhimu ambalo unatakiwa kufanya, usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe ili wewe wa kwanza kupata taarifa kama hizi ambazo tunakuletea kutokea hapa kanisani. Barikiwa sana, uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji wa Don TV, karibu tena. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba tutakuwa na washirika na waumini wa kanisa hili wakituelezea ni yapi ambayo wameyapata hapa kanisani kupitia kwa mtumishi wa Mungu Alpha Don nabii, na ambaye amekuwa ni muujiza kwa watu wengi. Nipo na dada hapa. Kwanza atatuambia jina lake, lakini pia nini ambacho umebarikiwa nacho hapa kanisani. Karibu sana dadangu. Kwa majina naitwa Rebeka Rafaeli. Nimebarikiwa toka nianze hapa kanisani. Mimi moja hapo nilikuja hapa naumwa, lakini nilipokea muujiza, nikapokea na nikafurahi. Kwa sababu moja kati ya hili kanisa nikapokea muujiza, nilikuwa na uvimbe, nikapokea uponyaji na nikapona. Namshukuru sana Baba. Na anaendelea kuhudumia watu na tunaendelea kuona miujiza jinsi inavyoendelea. Sawa. Na umesema kwamba ulipona. Kadri ambavyo ulitoka kanisa la mwanzo na kuja hapa kanisani, ni nini ambacho umekiona ni cha utofauti kutoka kule ambapo ulikuwepo mwanzo mpaka hapa? Kuna utofauti. Unajua kuna makanisa tofauti. Kwa sababu mimi nilisali kanisa la Anglikana, nikaja nikasali na hili kanisa. Baada ya kusikia kwamba kuna upako, nikaona bora nije huku kwanza kuchukua kwanza upako. Na nikaona kwamba kuna na matatizo. Nilipokuwa na matatizo, nilipokuja nikamuona Baba. Kabla tu ya kuanza kuniona au kunijua, na mimi mwenyewe nikaa nimepokea. Mabinti wengi sana wanahofia kutoa shuhuda kama hizi mara baada ya Mungu kuwatendea miujiza. Unadhani ni nini ambacho kinawapelekea wawe watu wa namna hiyo? Inakuwa kwamba mtu unapokuwa unapokea muujiza wako, kuna yani tuseme kwamba unapokuwa unakuja kanisani, unakuwa uwe makini na kupokea muujiza wako. Usije tu kutazama mtu kwamba yule kule anavyofanywa vile ikawa kama ni picha. Unabidi na wewe umwangalie Mungu na kupokea kwamba Baba anasemaje. Ukiwa ni mwepesi wa kuachia moyo wako, kuwa wazi na unapokea. Sawa. Unawaambia nini wengine ambao hawajafika hapa kanisani lakini wanaishi maeneo ya karibu hapa Dar es Salaam? Unawaambia nini ambacho kitakuwa ni kitu cha kuwashauri na kuambia neno zuri ambalo litawafanya basi watoke kule na waje pia hapa? Mimi ninachoshauri kwamba wao waje wapokee kama mimi nilivyopokea. Ambao wenye magonjwa mbalimbali wanaweza wakaja wakapokea kwa baba yangu Alpha Doni, na ana upako mwingi na anaponyesha. Hata kama ukiwa na magonjwa ya aina yoyote mbalimbali, yoyote yale, hata kama ni mtu ambao ukiwa upo mbali, utaweza ukaja na picha yako ukao ukichukua ule ukichukua kwa uponyaji, na ile kule naye atapokea. Nashukuru sana mtazamaji. Kama ambavyo unaona, dada hapa ametoa ushuhuda mzuri kulingana na kila ambacho Mungu amemtendea kupitia kwa mtumishi wa Mungu Alpha Doni. Asante dada yangu, nikutakia wakati mwema. Asante. Haya, shukrani.